Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari ya Neno la Mungu, karibu tena katika siku nyingine ambayo nakuletea tena tafakari ya Neno la Mungu. Leo utakuwa na wazo au somo linalosema kibali cha Mungu kwenye maisha yangu. Tunapozungumzia kibali, tunasema ni ile hali ya kukubalika sehemu fulani kutokana na uhusiano mzuri na Mungu. Ni ile hali ya kukubalika sehemu fulani kutokana na mahusiano mazuri aidha na Mungu au na wanadamu. Nasema bila kuwa na mahusiano mazuri na Mungu huwezi kupata kibali mahali fulani, au bila kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine hauwezi ukapata kibali sehemu fulani. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 aya ya 7, maandiko yanatuambia, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kwa maandiko yanatuambia kwamba je, kama ukitenda vyema hautapata kibali? Tunakuja kugundua kwamba kibali ni sehemu, au kutenda mema ni njia mojawapo ya kupata kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Hii ni habari ya Kaini na ndugu yake Habel alipokuwa wameenda kumtolea Mungu. Kaini alimwonea ndugu yake wivu. Mungu anamwambia, je, usipotenda mema hautapata kibali? Yatupasa kuishi au kutenda au kuwatendea watu wengine mema ili tupate kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Lakini ukirejea kitabu kile, tukisoma tena kitabu cha Warumi ile sura ya 13 aya ya 3, maandiko yanasema, kwa maana watawalao hawatishwi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake. Watawalao hawatishwi kwa kutenda mema, bali kwa kutenda mema. Basi ili upate sifa njema, fanya mema nawe utapata sifa kwake yeye atawalaye. Kibali kinakufanya unapotenda mema unapata kibali mbele za Mwenyezi Mungu. Hata kama ni kiongozi wanasema huyu kiongozi ni mbaya, lakini wewe utakapokuwa unaishi sawasawa na kanuni na taratibu ambazo zimewekwa sehemu fulani, hakika utapata kibali mbele ya kiongozi wako na mbele ya Mungu. Kumbe kutenda mema ni chanzo cha kupata kibali mbele za Mungu na mwanadamu. Rejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10 aya 34 hadi aya 35. Tuangalie sababu za kutokupata kibali. Kwa nini watu wanashindwa kupata kibali? Aidha ni katika biashara anazokuwa anafanya, aidha ni katika masomo, aidha ni katika kazi anayokuwa anafanya au ofisi ambayo huwa anafanya. Anashindwa kukubalika, anashindwa kupata kibali. Kitu cha kwanza ni kudumu katika dhambi. Kudumu katika dhambi. Tunasoma kitabu cha Nabii Isaya, Isaya sura ya 59 aya ya pili anasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Anasema maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu. Ndio maana tunashindwa kupata kibali. Yamkini unashindwa kupata kibali kutokana na maovu unayoyatenda, kutokana na maovu ambayo unayaishi yanakufanya ushindwe kupata kibali mbele za Mwenyezi Mungu. Tuzidi sana kumuomba Mungu azidi kuachilia kibali malangoni petu ili tuweze kumtumainia yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Jambo la pili ni kujiinua na kujikweza. Nasema watu wengi wanashindwa kupata kibali kwa sababu anataka kujiinua, anataka kuonekana. Kama ni yupo katika ofisi anataka kujipendekeza, anajipendekeza kwa bosi, yeye aonekane kwamba ni bora kuliko wengine. Au kama ni darasani mwanafunzi anajipendekeza, baadaye kumbe anashindwa kupata kibali kwa sababu ya kujikweza. Tunasoma waraka wa kwanza wa Mtume Petro ile sura ya 5 aya
ya 5 hadi aya ya 6, na Injili ya Luka sura ya 18 aya 9 na hadi ya 14. Tukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, anasema ile sura ya 5 aya ya 5 na ya 6, anasema hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Aya ya 6, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kwao usiponyenyekea chini ya mkono wa Bwana hauwezi kupata kibali. Ndio maana nasema huwashusha wale wanaojikweza. Na kutokana, kwa nini wanajikweza? Ni kutokana na kiburi, kuona wao wanafaa, kuona wao wanastahili mbele ya macho ya watu. Kumbe mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ili uweze kupata kibali mbele za Mungu, lazima uwe mtu wa kutenda mema, uwasaidie wengine, uishi katika hali ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, naye Mungu atakubariki. Basi nikutakie tafakari njema. Kwa wale wanaotaka huduma pamoja nami, unaweza kunitafuta kwa mawasiliano au katika mitandao ya kijamii kupitia namba zifuatazo: 06 20 31 27 99, au katika mitandao ya kijamii ukaandika Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ukaandika Mwalimu Kazonde, utanipata kwa ajili ya huduma mbalimbali, maombi na ushauri wa namna mbalimbali. Mungu akubariki sana. Utakie tafakari njema. Asante.